Katika familia nyingi za siku hizi, wazazi wengi wamekuwa na majukumu mengi yanayowafanya wawe na muda mchache wa kukaa na watoto wao. Hii inapelekea wazazi wengi kuwapeleka watoto wao shule za bweni, yani boarding schools, wakiamini kuwa walimu watatoa malezi bora, upendo na kuwafundisha watoto nidhamu kama wanavyofundishwa majumbani. Lakini hali halisi ya shuleni mara nyingi huwa ni tofauti kabisa na matarajio ya wazazi. Badala ya mazingira ya kulelewa, mtoto hukutana na walimu wakali wanaotumia fimbo na adhabu zinazopitiliza kiasi. Hii inapelekea walimu kuogopwa na wanafunzi kiasi cha kwamba hata kusikia jina la mwalimu fulani, mfano mwalimu Amos anakuja, kunamfanya mtoto aingie hofu, huzuni na mashaka ndani ya nafsi yake. Hofu hii inasababisha mpasuko mkubwa katika mawasiliano kati ya walimu na wanafunzi, na hivyo mwanafunzi anashindwa kumfuata mwalimu ili kumuuliza swali la kimasomo au hata changamoto zake binafsi, kwa sababu hamuoni mwalimu kama mlezi, bali anamuona kama adui. Mtoto anapokosa msaada kwa mwalimu, aidha anajikuta akijitegemea au akitegemea ushauri kutoka kwa watoto wenzake. Sasa kwa kuwa watoto hawana uzoefu wala uelewa mkubwa wa maisha, mara nyingi huwa ushauri wanaopeana ni ushauri wenye uongo mwingi ambao una uwezo wa hata kumpoteza huyo anayeupokea. Jambo ambalo watu wengi hawajui ni kwamba tatizo hili haliishii shuleni pekee, bali linaathiri hata mahusiano ya nyumbani kati ya wazazi na watoto. Mfano, mtoto anapogombezwa au kuadhibiwa na wazazi wake, huwa anawaona wazazi wake kuwa sawa na walimu, na hivyo ile hali ya mtoto kukosa uhuru shuleni inahamia na nyumbani. Matatizo yake yote anayapeleka kwa marafiki zake, kwa maana marafiki zake hawamhukumu, hawamchapi wala hawampi adhabu kila wanapokutana. Ni kwamba hali ya sasa katika shule nyingi imekuwa ni kama vita kati ya walimu na wanafunzi, na hali hii inapelekea vijana wengi kuwaogopa na hata kujitenga na wazazi wao, wakiamini kuwa walimu na wazazi lao ni moja tu, kuwakomoa. Kwa hiyo tunapaswa kubadili mfumo wa adhabu na kujenga mahusiano bora ili mtoto ajisikie huru kupata mwongozo kutoka kwa watu wenye uzoefu, yaani walimu na wazazi, badala ya kutegemea marafiki ambao kwa asilimia kubwa watampoteza.